chakula kiganjani mwako. Ndiyo, ni chakula cha kiroho kutoka kwa Bwana aliyetuagiza akisema, wapeni ninyi chakula. Hapa Chakula TV utapata mlo kamili wa kiroho uliosheheni virutubisho vyote muhimu kwa ukuaji wako kiroho, yaani mafundisho, maombi na maombezi. Kutana na wapishi mahiri ambao watahakikisha unapata chakula bora na halisi. Unasubiri nini? Jiunge na familia hii kubwa ya Chakula TV sasa. Hii ni Chakula TV, uhakika wa maisha. Tunamshukuru Mungu ambaye alitupitisha kwenye hatua na mazingira kadha wa kadha. Na jana nilianza kwa kuzungumza kuhusiana na dhana ya Krismasi. Dhana ya Krismasi, watu wengi sana wamenitumia message wakiuliza maswali, wengi wakiwa bado wana wasiwasi wakisema kwa nini tarehe 25 kama sio tarehe halisi. Lakini pia wanaona kama walioweka tarehe 25 Disemba kuwa sikukuu ni kana kwamba walikosea. Lakini pia wengine wanaenda mbali sana na kuuliza kama tarehe 25 sio tarehe halisi ya kuzaliwa kwa Yesu. Wanauliza, je, Yesu alizaliwa tarehe ngapi? Kwa wanataka kujua tarehe halisi kabisa na mwezi halisi wa kuzaliwa kwa Yesu. Labda nianze kusema walioweka tarehe 25 Disemba kuwa sikukuu ya Krismasi hawakukosea kabisa. Na mimi ninawapongeza kama mwalimu wa neno la Bwana, lakini pia ni watu ambao wanalifahamu neno la Mungu. Unajua tarehe 25 kama nilivyoeleza jana ilikuwa ni tarehe ambayo miungu ilikuwa inasherekewa. Ilikuwa ni sikukuu ya wapagani. Tarehe 25 ilikuwa ni sikukuu ya Mungu ambaye ni Mungu jua lisiloshindwa. Na ile sikukuu inaitwa Sol Invictus. Ni sikukuu ya Mungu jua asiyeshindwa. Na wapagani duniani kote walikuwa wakisherehekea tarehe 25 Disemba. Lakini pia pale kwenye tarehe 25 Disemba kulikuwa kuna sikukuu nyingine tena ya Mungu ambaye ni Mungu wa mavuno, ambayo inaitwa ni Saturnalia. Kwa hiyo mataifa dunia nzima ilikuwa inasherehekea sikukuu hii ya Mungu wa mavuno ambaye alikuwa anaitwa Kronos. Sasa unaweza ukaona ya kwamba kuseti tarehe ile ya wapagani waliokuwa wakitumia kuazimisha na kuipindua mila ya kipagani na kuleta mila ya Kristo Yesu ilikuwa ni jambo nyeti na jambo zuri na jambo la baraka. Haya ndiyo maagizo aliyopewa Gideoni, kwamba pale ambako kuna madhabahu ya Ashera, madhabahu ya miungu, aliambiwa aibomoe na pale akajenga hekalu la Bwana. Kwa hiyo alichokifanya Gideoni ni kwamba kwenye eneo lile ambalo Mungu alikuwa ametupa, ambalo ziliwekwa miungu, alibomoa miungu na kuweka madhabahu ya Mungu aliye hai. Alibomoa Ashera na kuweka madhabahu ya Mungu aliye hai. Alibomoa miungu ya madhabahu ya Ashera na kuweka madhabahu ya Mungu aliye hai. Hivyo na walioseta tarehe 25 walibomoa hiyo siku iliyokuwa imewekwa na miungu na kukaa na kujimilikisha siku ambayo sisi tulipewa na Bwana, alafu na kuweka siku hiyo Mungu aweze kuadhimishwa, Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na ndio maana mpaka leo huwezi sikia habari za Mungu jua asiyeshindwa. Huwezi kusikia habari za Sol Invictus. Na wengine ndio mmesikia kwangu hapa. Na huwezi kusikia habari za Saturnalia, habari za sikukuu ya mavuno ya miungu. Kwa hiyo walifanya jambo la baraka sana. Sasa kuna watu wakawa wanauliza kwamba kama Yesu hakuzaliwa tarehe 25,
Yesu Kristo alizaliwa lini? Sasa hili ni swali zuri sana, mimi nimelipenda sana. Sasa ninaweza kukupa kila kitu, lakini labda angalau mimi nikutafutie mwezi, lakini ninaweza kukupa mpaka tarehe. Kwa hiyo kupata tarehe aliyozaliwa Yesu ni rahisi sana. Sasa sitaki kukupa kwa sababu watu wengi yani akili zinahamia kwenye tarehe, lakini ni rahisi sana. Labda tu nikupe tu homework ukafanya mwenyewe, afu mimi nitakuja nikupe mwezi. Ilikuwa ni mwezi gani? Haya, ukisoma ile kitabu cha Luka sura ile ya 1, hapa nataka nikupe tarehe sasa halisi ya kuzaliwa kwa Yesu. Yaani Yesu alizaliwa lini? Sasa hii mimi nataka nikupe dondoo, alafu tena kutafuta wewe, alafu utapata. Sasa kwenda deep sana kwa sababu sio somo langu. Somo langu ni siri za kuzaliwa kwa Yesu. Na tulishia jana 2, ziko 7. Na leo kesho ni Christmas, kesho ya Christmas. Kwa watu wasiko na kipindi mpaka labda Ijumaa tarehe 20 ngapi tutakuwa na kipindi. Okay. Ukisoma kile kitabu cha Luka sura ile ya kwanza, Luka sura ile ya kwanza, nikupe mstari wa 5 na kuendelea. Nataka nikuonyeshe tunaweza kujua Yesu. Ni simple sana kujua Yesu. Yaani ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Yaani kujua Yesu alizaliwa lini ni rahisi sana. Sasa mimi nataka nitakusaidia mwezi labda, alafu nitakuachia homework ya tarehe na utaenda kupata. Kwanza kitu cha kujua kabla hata hatujasoma. Yaani kutafuta mwaka aliozaliwa Yesu kwenye kalenda ya dunia hii ya kwetu haupo. Unajua Yesu akuzaliwa kuna AD na B na kuna baada na kabla ya Kristo. Kwa hiyo kwenye kalenda ya dunia kuna baada na kabla ya Kristo. Sasa Yesu hakuzaliwa baada au kabla ya Kristo. Amezaliwa kwenye 0. Okay, wewe nisikuchanganye. Nataka twende nikuonyeshe mstari mchache hapa. Na unaweza kupata Yesu alizaliwa lini. Nataka nikupe dondoo. Ukishindwa kabisa atakutafunia. Ila hapa nataka tu nikuonyeshe angalau nyama vidogo. Mstari wa 5 unasema hivi, Luka 1:5. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abiya. Nataka kuona hilo neno wa zamu ya Abiya. Zakaria alikuwa anahudumu kwenye miezi ambayo kibibilia Abiya alikuwa anahudumu. Makuhani walikuwa kila kuhani wana miezi yao, na ilikuwa ni miezi zamu ni miezi minne kama ilivyo zamu za usiku ni masaa 4. Kwa hiyo Abiya, ukisoma vitabu vya Agano la Kale kwenye Kumbukumbu la Torati, ukisoma kwenye Hesabu, kwenye Mambo ya Nyakati, utagundua ya kwamba zamu ya Abiya ilikuwa ni miezi fulani. Sasa naomba unisikilize vizuri. Kwa hiyo Zakaria yeye alikuwa na hudumu kwenye miezi ambayo Abiya alikuwa anahudumu. Kwa ukirudi Agano la Kale hiyo ni homework nakupa. Ukishindwa basi na nitaomba mtanitumia message hapa niko naendelea. Ukishindwa basi, sababu hii sio somo langu. Somo langu mimi ni siri za kuzaliwa kwa Yesu. Hii najibu swali la mtu aliuliza. Kwa ukirudi kwenye Agano la Kale lazima utafute zamu. Unajua mwaka na siku vimegawanyika katika zamu. Siku ina zamu 4 na mwaka una zamu 4 na kila zamu ni miezi 4. Sasa huyu kuhani Zakaria alikuwa anafanya kazi ya utumishi wa Mungu, alikuwa na hudumu kwenye zamu ya Abiya, kwenye miezi ambayo Abiya alikuwa anahudumu. Abiya alikuwa anahudumu miezi gani? Rudi Agano la Kale. Sawa, ukishaipata ile miezi ambayo Abiya alikuwa na hudumu, ndiyo miezi hiyo ambayo Mungu alimtokea Yohana na alimtokea Zakaria na Zakaria akapata mimba. Zakaria, mke wake Elizabeth na Zakaria akapata mimba. Mkewe Zakaria.
Kwa hiyo labda tuashumu hapa, tunataka tuashumu, labda tuashumu zamu ya Zakaria, ukishasoma sasa zamu ya Zakaria ya Abia labda ni mwezi wa 3, mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7, au labda ni mwezi wa 4, labda ni mwezi wa 6 au mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12. Kwa hiyo kama malaika wa Mungu alimtokea Elizabeth kwenye zamu ya Abia ambao ni mwezi wa labda ni mwezi wa 9 au mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12, maana yake ni kwamba Elizabeth alichukua mimba mwezi wa 8. Mfano, kama Elizabeth alichukua mimba mwezi wa 8, weka miezi 9. Ukiweka miezi 9 kutoka labda mwezi wa 8 au kutoka labda mwezi wa au labda chukua labda ni mwezi wa 4, zamu ya Abia mwezi wa karibu sana, natoa jibu chukua mwezi wa 4, lazima ukatafute ni mwezi wa 4. Ukichukua mwezi wa 4 ukaweka miezi 9 ambayo Elizabeth alishika ujauzito wa Yohana Mbatizaji, utakuja upate ni mwezi wa ngapi? Ni Januari. Huu ni mfano nakupa, si ndio? Mwezi wa 4 jumlisha 9 ni ngapi jameni? Ni mwezi wa ngapi? 4 jumlisha 9 ni ngapi jameni? 12, si ndio? Huo ni mfano, ni 12. Kwa hiyo unapata kwamba Yohana Mbatizaji alizaliwa mwezi wa ngapi? Wa 12. Ni mfano nakupa. Ukishapata mwezi wa Yohana Mbatizaji aliozaliwa, jumlisha miezi 6, kwa sababu tofauti kati ya Yesu na Yohana Mbatizaji ni miezi 6. Unanipata? Unanimanya? Kwamba kondoo anaelewa kweli? Hawaelewi? Au niage tapoteza watu. Okay, ngoja hii niache, labda itakuchanganya. Lakini kumbuka ya kwamba Zakaria alihudumu kwenye zamu ya Abia, na zamu ya Abia inaelezwa kwenye Agano la Kale kwamba alikuwa na hudumu lini, na kwenye miezi hiyo Elizabeth ndo alichukua mimba. Kwa hiyo kujumlisha ile miezi ya Abia, jumlisha miezi 9 ya Elizabeth, tunapata mwezi aliozaliwa Yohana Mbatizaji. Na tofauti kati ya Yohana Mbatizaji na Yesu ni miezi 6, jumlisha miezi 6 pale unapata mwezi aliozaliwa Yesu. Okay, labda nimekupa homework hiyo, utafanya baadaye. Sasa labda nizungumze kwenye dhana hii. Wakati Yesu anazaliwa, kwanza lazima ujue kwamba kwa nini Yesu alienda kuzaliwa Bethlehem. Jambo la kwanza la kufahamu ni kwamba Bethlehem ilikuwa ni eneo ambalo walikuwa wanafugia kondoo kwa ajili ya dhabihu. Kondoo wote kwa ajili ya dhabihu walikuwa wanafugwa Bethlehem. Na kutoka Bethlehem kwenda kwenye hekalu Yerusalemu kule ni kilomita 8. Kwa desturi paka leo, desturi ya Wayahudi paka leo kwamba wale kondoo wa dhabihu kwa ajili ya sikukuu ya kutoa dhabihu walikuwa wanafugwa Bethlehem. Kwa Bethlehem ni nyumba ya mkate. Bethlehem pia ni nyumba ya kondoo. Ndio maana Bethlehem unaitwa ni mji wa Daudi. Daudi alikuwa ni mchunga kondoo. Hilo ni jambo la kwanza la kufahamu. Jambo la pili la kufahamu ni kwamba kondoo na Yesu naye ni kondoo. Na ni kondoo ambayo ilikuwa inaenda kutolewa dhabihu. Na kumbuka dhabihu zote Yerusalemu Yahudi mpaka leo za kondoo zinachungwa, zinalelewa, zinazalishwa Bethlehem. Kuna ndio maana Yesu ambaye ni kondoo na yeye ambaye atachinjwa lazima na yeye aende akazaliwe wapi? Bethlehem. Sikiliza vizuri mtu wa Mungu. Sasa
kondoo huwa hawazai kama mbuzi, kondoo hawazai kama fisi, kondoo hawazai kama ng'ombe. Kondoo wana muda wao wa kuzaa, yaani kondoo hazai muda wowote. Wale wanaofuga kondoo wanajua kondoo wana miezi yao, yaani wana miezi ya kuzaa. Yaani kondoo hawezi kuzaa mwezi wa 12, mwezi au hata kama una kondoo 3000 hawezi kuzaa huyu mwezi wa 7, huyu kondoo wana muda wao wa kuzaa. Na ndio maana ukisoma ile habari ya wale wachungaji waliokuwa wakichunga kondoo, actually ni kwamba usiku wa manane kondoo waga hawachungi. Hicho ndicho kitu ambacho watu hawafahamu. Mungu nisaidie. Luka sura ya 2:8, 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 Luka sura ya 2:8. Inasema hivi: na katika siku ile ile, na katika nchi ile ile ambayo Yesu alizaliwa, na katika nchi ile ile ambayo Yesu alizaliwa, nchi ile ile ya Bethlehemu, nchi ile ile ya Uyahudi, katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu. Kondoo usiku hawali. Ni kama ilivyo mbuzi, ni kama ilivyo ng'ombe, usiku hali. Hawa wachungaji kwa nini walikuwa wanawachunga kondoo usiku kwa zamu? Ni kwa sababu yalikuwa ni majira ya kondoo kuzaa. Kwa hiyo kwa sababu kondoo ni wengi ambao wanachungwa kwa ajili ya kwenda kutolewa sadaka Yerusalemu, ni majira yale ya kuzaliana. Ndio maana usiku mzima lazima wachungaji wawe macho kuona ni kondoo gani anazaa na yupi anazaa na yupi anazaa na yupi. Na ndio maana hawa wachungaji waliokuwa wanasimamia kuhusu kuzaliwa kwa kondoo ndio hawa walioletewa taarifa ya kwamba kuna kondoo mwingine mahali fulani kazaliwa. Kwa hao wachungaji walikuwa sio kwamba wanachunga kondoo wanakula, walikuwa wanachunga kondoo, wanawaangalia kondoo wakiwa wanazaa, kwa sababu ilikuwa ni majira ya kuzaa kwa kondoo, kwa sababu kondoo hazai majira yoyote. Na kwa kawaida kondoo wanazaa wakati wa masika peke yake. Na Mashariki ya Kati masika ni mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 4. Kaka. Mashariki ya Kati, Bethlehem kule, mpaka leo ukienda, mpaka kesho kutu ukienda, majira ya masika ambao kondoo wanazaliana ni mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 4. Kwa hiyo tukitaka kujua Yesu alizaliwa mwezi gani, haipaswi kuwa nje ya mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 4. Kwa hiyo inaweza kuwa mwezi wa 2, inaweza kuwa ni mwezi wa 3, inaweza kuwa ni mwezi wa 4. Sasa ukitaka kujua ni mwezi upi kabisa halisi, rudi kwenye zamu ya Abia, ambako Yohana baba yake na Yohana Zakaria alikuwa akihudumu. Utajua ulikuwa ni mwezi gani zamu ya Abia, alafu jumlisha miezi 9 ya Yohana Mbatizaji, manake utapata mwezi ambao Yohana alizaliwa, alafu jumlisha miezi 6 ya Yesu, utapata mwezi ambao Yesu alizaliwa. Sasa mimi sitakwambia kila kitu, lakini Yesu alizaliwa mwezi wa 3.